Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20 kuanzia mstari ule wa 14. Biblia inasema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Nitarudia tena. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Mungu atusaidie sana. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Jioni ya leo nina ujumbe unaosema kwamba hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni, au hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni, au hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni, au hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pendwa ambaye unasikia ujumbe huu, ni kweli kwamba tunaishi duniani. Ni kweli kwamba tunatembea katika dunia hii. Lakini tunapaswa kukaa na kuelewa na kutambua ya kwamba duniani si mahali pa kudumu. Duniani ni mahali pa kupita. Tamani tuendelee kutambua na kuelewa ya kwamba duniani si mahali pa kudumu. Duniani si mahali ambapo tutasema tumefika. Ni mahali pa kupita. Na ndiyo maana babu zetu walipita, bibi zetu walipita, ndugu zetu walipita. Na wao pia walipokuwa kwenye dunia hii walitamba kulingana na mazingira walionayo. Waliishi pia kwa namna ambavyo walivyotaka na walivyopenda. Waliishi pia kwa staili mbalimbali. Unajua, kwa sababu duniani sisi wote ni wageni. Na kwa kuwa duniani ni wageni, ndiyo maana mwanadamu wanaona kama vile yeye ndiyo wa kwanza kuwepo duniani. Kwa nini? Kwa sababu ya staili au mfumo wa maisha ambayo anayoyaishi. Kwa hiyo waweza kuona mwanadamu kuna maisha fulani anaishi, na anaishi katika maisha hayo akiona kana kwamba yeye ni kama ndiyo wa kwanza kuwepo duniani. Yani anaona kama vile anaona kama yeye ndiyo yeye. Kumbe walikuwepo pia watu kama wewe, walikuwepo pia watu kama mimi, walikuwepo watu ambao walitangulia na walikuwa wanaishi kama vile sisi ambavyo tunaishi. Na lakini pamoja na kwamba walikuwa wanaishi, siku zao zilifika zikaisha na wakaondoka kwenye dunia. Walikuwepo watu ambao ni maarufu, waliokuwa na majina makubwa. Majina yao yalikuwa yanajulikana dunia nzima. Majina yao yalikuwa yameandikwa dunia nzima. Kila mahali majina yao yalikuwa yanatajwa. Ukienda Ujerumani majina yao yalikuwa yametajwa. Ukienda Marekani majina yao yalikuwa yametajwa. Yani vile nchi maarufu, maeneo maarufu, majina yao yalikuwa yanasikika na majina yao yalikuwa yanatajwa, mpaka maeneo ambayo yalikuwa ni maarufu. Lakini watu hao hatuko nao leo tena, walishakufa zamani. Ukifukua makaburi yao utakuta mifupa, na hata kama makaburi yao yalikuwa yametengenezwa katika hali ambayo ni nzuri, mpaka yamewekewa tiles, lakini ukiyafukua leo hii unakutana na mifupa. Tena mengine hata mifupa pia imetafunwa na udongo. Waweza kutana vitu ambavyo ni vya ajabu. Kwa
kwa nini walikuwepo lakini wanafanya nini? Wanapita. Katika hali hiyo, watu wengi hupenda kujionyesha katika dunia, hupenda majina yao kujulikana katika dunia. Kwa majina yao yanajulikana duniani tu. Kwa watu hao ambao waliopita, wale ambao majina yao yalikuwa yameonekana duniani tu, yameandikwa kwenye kumbukumbu mbalimbali, tukienda makumbusho tunakuta majina yao yameandikwa. Lakini sasa kama pia walijulikana duniani lakini hawakuwa na Mungu ndani yao, itafika wakati ambao siku ile watu wanapita katika kiti cha enzi cha hukumu, majina yao yatakuwa hayapo katika kitabu cha uzima. Kwamba ndio hapa duniani majina yao yapo. Wapo watu ambao ni waasisi mbalimbali, watu waliofanya mambo makubwa. Ni vizuri kuweka kumbukumbu, sikatai kuweka kumbukumbu. Na ndio maana kuna watu waliofanya vitu mbalimbali, nchi mbalimbali, kumbukumbu zao huwa zinawekwa, majina yao yanaandikwa. Alafu majina yao yakiandikwa, kumbukumbu zao zinawekwa, makumbusho zinawekwa, ili vizazi vinavyokuja vijue kwamba ni wapi tulipotoka na ni wapi tunapokwenda. Na ndio maana hata wale ambao miaka ya zamani tunaona kuna matukio mbalimbali yalikuwa yanatokea pia. Tunaona kuna wakati ambao ulikuwa ni wakati wa utumwa, watu walikuwa wanauzwa. Lakini wapo watu ambao waliosimama kwa namna moja ama nyingine ili kukomesha biashara za binadamu. Na hao watu pia walipofanikiwa, majina yao yaliwekwa kwenye kumbukumbu. Mpaka leo hii wanakumbukwa kwa yale ambayo walioyafanya. Sasa kama kumbukumbu hizo ambazo zilizoandikwa hapa, kama na yeye endapo alikuwa anaishi kama Mungu anavyotaka, kutakuwa na kumbukumbu nyingine. Ila kama alikuwa anaishi katika maisha tu ya kawaida, kumbukumbu hiyo ni kwamba iko hapa, tutaisoma, tutaiangalia, lakini kule mbinguni hatakuwa na nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Hakikisha kwamba jina lako limeandikwa mbinguni. Hata kama duniani hauna cheo, hata kama duniani hujulikani, inawezekana hakuna yeye kutambua hata mmoja. Inawezekana kwenye mtaa hakuna hata anayekutambua. Inawezekana wilayani hakuna anayekutambua. Inawezekana kwenye nchi yako hakuna anayekutambua. Inawezekana duniani hakuna ambaye anakutambua wewe. Lakini hakikisha kwamba utambulisho wako uko mbinguni. Hakikisha kwamba utambulisho wako, hakikisha kwamba una jina kule mbinguni ambako hakuharibiki kitu. Lakini kama jina lako likijulikana duniani tu, alafu mbinguni yalipo ni hatari kwako, ni uharibifu kwako, litakuwa ni jambo baya litakalosababisha mauti na kilio na majuto kwenye maisha yako yote. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata siku za leo watu wengi hupenda kujulikana tu kwenye mitandao. Hupenda kujulikana kwa sababu ya vyeo mbalimbali. Watu wengi wanapenda kujulikana kwa sababu ya umaarufu mbalimbali. Ni kweli, lakini hawataki majina yao yaandikwe mbinguni. Hawataki utambulisho wa mbinguni. Wao wanataka kutambulika tu hapa duniani. Wanataka kuonekana hapa duniani. Wanataka tu wanadamu wawaone. Wanataka kuonekana tu katika hali ya damu na nyama. Wanataka wanadamu wawaone tu kwenye umaarufu wao au kwenye vyeo vyao. Lakini hawataki kutambulika katika ufalme wa Mungu. Kwa nini? Wamemkataa Mungu. Wanaona Mungu ni kama kitu kibaya kisichofaa. Wanaona Mungu ni kama ni kitu fulani ambacho hakina maana. Wanaona kumcha Mungu ni kama vile wanaomcha Mungu ni watu waliochanganyikiwa. Wanaomcha Mungu wanaonekana kama vile ni watu ambao hawana akili timamu. Wanaomcha Mungu wanaonekana kama vile ni watu ambao hawana kazi za kufanya. Wanaomcha Mungu wanaonekana kama ni watu ambao wamepitwa na wakati. Wanaomcha Mungu wanaonekana kama vile watu ambao ni
kumcha Mungu wanaonekana kama ni watu ambao yani wapo tu, sijui wametokea wapi. Yani wanaonekana kama ni majitu ambayo majinga, kama watu ambao ni wajinga tu wasio na maana. Ndivyo wanadamu wanaona, lakini maandiko yanatuambia ya kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Maandiko yanatuambia ya kwamba pale mtu anapomcha Mungu ndipo maarifa yanaingia ndani yake, ndipo ufahamu unaingia ndani yake, ndipo akili yake inakaa sawa, ndipo ufahamu wake unakaa sawa, ndipo mambo yake yanakaa sawa, ndipo hali yake ya maisha inakaa sawa, ndipo akili yake inakuwa smart. Ndivyo ambavyo maisha yake yanakuwa smart, kwa sababu ndani yake kuna kitu kinaingia. Maana anasema kumcha Bwana ndicho chanzo cha maarifa. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu yote anayemcha Mungu ni hali ya Mungu inakaa ndani yake. Anapotembea sio yeye, bali Mungu anakuwa ndani yake, na anatembea na Mungu anakuwa ndani yake. Kwa nini? Anamcha Mungu. Lakini siku za leo wanadamu hawamtaki Mungu kwa sababu wanaona mambo yao yanachelewa, wanaona vitu vyao ni kama vinachelewa, wanaona ni kama vile wanakwenda nje na muda au nje na wakati, kwa sababu wanasema ulokole kazi yake ni kupotezeana muda. Ndivyo wanavyosema. Lakini ole wako mpendwa, ni kweli leo utaona tunapoteza muda, ni kweli utaona ni kama vile tunapoteza muda, lakini itafika wakati utajuta pale ambapo watu wameweka jeneza, wewe ndio uko ndani ile jeneza. Wanaimba tena, wengine wanasema tuonane milele, wanaimba tuonane milele. Sio vibaya kuimba, maana tunafarijiana, lakini pale ndio tunakuimbia kwamba tutakuona milele, lakini kumbe tayari haupo kule kwenye umilele mzuri. Ni kweli utakwenda kuonekana milele, ile milele nyingine ambayo ni milele ya uharibifu. Mungu atusaidie sana. Amen. Watu wabeba jeneza lako, watu na wimbo wanaimba kaburi ni mwanzo wa kuingia mbinguni, kaburi ni mwanzo wa kuingia mbinguni, kaburi ni mwanzo wa kuingia mbinguni. Kumbe wakati mwingine ndio tunasema ni mwanzo wa kuingia mbinguni, lakini pia ni mwanzo wa kuingia jehanamu. Ndio mwanzo wake, ndio safari yake. Hatusemi haya kama vile katika hali ya ubaya, lakini lazima tuseme kweli ya Mungu ambayo inaweza kuwabadilisha watu, kuwatoa katika njia mbaya ili kwamba waende katika njia bora, waende katika njia nzuri. Maana kuna faida gani kama tutawadanganya watu? Kunakuwa na faida gani? Ni sawasawa na kubeba hukumu. Kuna faida gani ya kukuambia kwamba hata ukifa katika hali hiyo wewe utaenda mbinguni? Kuna faida gani kama nikikudanganya, nikikwambia wewe buya ugoro tu lakini utakwenda mbinguni? Maana yake hata mimi pia naingia hatiani, kwa sababu sijakwambia ukweli ambao unapaswa kuambiwa. Ukweli ni kwamba yeyote ambaye hajaandikwa katika kitabu kile cha uzima alitupa katika jehanamu ya moto. Mungu atusaidie sana. Anasema hivi, nirudie lile andiko, na iwapo mtu yeyote ya kuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto. Haijalishi kwamba ni nani, haijalishi ana cheo gani duniani, haijalishi kwamba alikuwa ni mkuu wa kitengo gani, haijalishi ya kwamba alikuwa ana cheo gani kanisani, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani kwenye nyumba ya ibada, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani kwenye mtaa, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani kwenye mkoa, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani katika taifa, haijalishi ya kwamba alikuwa na cheo gani katika dunia, haijalishi. Lakini kama jina lake halikuonekana, sikia hii, kama jina lake halikuonekana, haijalishi kwamba ni nani, lakini kama jina lake halikuonekana, kama jina lake halipo, kama jina lake halipo, haijalishi kwamba ni nani, haijalishi ya kwamba una pesa,
au ni masikini, hauna kitu, haijalishi wewe ni nani. Hata kama ni masikini, mwanzo ukasema labda kwa sababu ni masikini. Hata kama ni masikini, hauna kitu, hauna hata 100, hata kama pengine mlo wako kwa siku ni mmoja, lakini kama jina lako halijaandikwa kwenye kile kitabu cha uzima, ni katika moto, utatupwa kwenye moto. That the Bible said. Ndivyo ambavyo maandiko yanatuambia kwamba utatupwa katika tanuru, katika hilo ziwa linalowaka moto na kiberiti. Kama jina lako halijaandikwa, hakikisha kwamba jina lako limeandikwa. Hakikisha ya kwamba maisha yako yako sawasawa, ili kwamba jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. Haleluya. Unajua siku ya leo huruma ipo bado. Unajua Mungu aliweka utaratibu, aliweka kanuni. Mungu anataka watu wakae kwenye kanuni, sio kwamba hawapendi watu. Mmoja akasema kwamba hivi, inakuwaje Mungu kama anawapenda watu wake alafu anawachoma moto? Huyo sio Mungu wa upendo. Nataka nikwambie kwamba Mungu ameweka uchaguzi, uchague jema au baya, lakini kipindi cha kuwepo duniani ni kipindi ambacho wewe ndio utafanya maamuzi. Kwa hiyo naposema kwamba kutakuwa na huruma siku ile, huruma ipo, lakini ni leo, kwamba maamuzi yanatakiwa yafanyike leo. Kama umeamua kumtafuta Mungu leo hii, basi fanya maamuzi ya kweli. Ishi kama Mungu anavyotaka sasa. Fanya kama Mungu anavyotaka sasa, kwa sababu wakati ambao umekubalika ndio sasa. Wewe bado uko hai. Maandiko yanaeleza wazi kabisa kwamba kama vile pia watu walivyowekewa kufa mara moja, maandiko yanasema pia baada ya kufa ni hukumu. Watu leo wanadanganyana kwamba ukiwatolea watu sadaka ukawaombea wanaenda mbinguni. Nani kasema? Nani kasema? Huo ni uongo na ni utapeli na ulaghai. Utapeli na ulaghai. Hakuna kitu kama hicho. Walifanya kasikia nikasema, toeni sadaka nyingi ili kwamba akubaliwe na Mungu. Toeni sadaka nyingi ili akubaliwe na Mungu. Toeni. Huo ni uongo, ulaghai na utapeli. Hakuna kitu kama hicho mbele za Mungu. Kama ulikufa katika haki, ni kwamba Mungu yupo katika haki. Yaani kama umekufa katika haki, utaenda kwenye haki. Lakini kama wakati unakufa ulikuwa hauna haki mbele za Mungu, maana unasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Haijalishi kwamba umepanda nini wewe, ni ule wakati wa mwisho. Kwamba pale wakati unakufa, wewe pando lako lilikuwa wapi? Lilikuwa kwenye upande wa Mungu au upande wa shetani? Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwamba ulipanda wapi? Kwamba pale mti unaanguka pale, pia upande ulikoinamia ndio unaanguka kwa urahisi. Hata ukiukata kule ulikoegemea ndio utakwenda utaanguka. Labda ufunge kamba ujaribu kuuvuta sehemu nyingine kwa mti, lakini kwa binadamu haiwezekani. Hapo ulipolalia ndipo utakapoamkia. Eti fikiria wewe umefanya dhambi, alafu ukaenda fia gesti. Mungu atusaidie sana. Ukaenda kufia gesti. Yaani umefanya dhambi, ukakutwa gesti, umefanya nini? Umekufa. Ukakutwa nini? Gesti, umekufa. Mungu atusaidie sana. Yaani ukakutwa gesti, umekakamaa, umekufa, tena ukiwa kifuani kwa mtu, mke wa mtu. Wote mmekufa au mmoja wapo wamekufa. Alafu unasema kwamba Mungu anaweza kumhurumia na amefia, yaani amekufa kwenye dhambi. Jamani, si kwamba tunahukumu kwamba amekufa kwenye dhambi. Maneno mengine tunayasema kufarijiana tu. Ni kufarijiana. Tunapokutana pale, hata tunapoimba nyimbo mbalimbali, tunafarijiana tu. Lakini ukweli ni kwamba kama amefia kwenye dhambi,
hata mtoe mabilioni ya pesa kwa ajili ya kumwombea, hizo pesa zinaingia kwenye matumbo ya watu, tunakula tunashiba, wanakula wanashiba. Mungu atusaidie sana. Lakini haiwezi kufanya kazi yoyote. Ndio kweli, najua ya kwamba ile hatua ya mwisho ya mtu na Mungu wake, kama alikuwa kama pengine hata kama alikuwa ni mdhambi, baadaye akatubu, lakini pamoja na hayo Mungu ndiye ambaye anaweza kujua. Lakini kama mtu amekufa kwenye dhambi, huwezi kumbadilisha kwa namna yoyote. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo haijalishi kama umekufa kwenye dhambi, unaenda na dhambi yako, na kama ulikufa katika haki, utaenda na haki yako. Sasa maandalizi ni sasa kuhakikisha wakati uko duniani jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Jina lako lipo kwenye kitabu cha uzima. Sasa umeishi maisha hayo, umekufa katika kuanga, baada ya kuruka na kupaa ukakutana na nguvu za Mungu, ukaanguka chini bwa, pale pale ukaondoka. Tena wakati huo umekufa ukiwa umetumwa kwa ajili ya kwenda kuharibu kazi za watu, au umetumwa kwenda kuharibu pia kazi ya Mungu. Ile vya ukakutana na radi, watu wanaomba huko baba, radi ikapiga, ukateremka na Mungu kabla hata ya kufika, kiuno kikavunjika, hapo ukafa. Watu wanaamka asubuhi, wanashangaa mbona fulani haamki. Wanavunja mlango, wanaingia, wanakuta wewe siku nyingi, wanasema ilikuwa pressure. Kumbe ulikuwa umeenda kuanga kwenye nyumba, ulikuwa unakwenda kuharibu pengine kazi ya Mungu mahali fulani. Radi kakupiga njiani, maana wakati mwingine si wanatokaga roho, wanatoka katika hali ya rohoni, au atakawa basi ametoka katika hali hiyo, basi wanamrudisha nini vile kichawi. Kwa hiyo so unaniambia hapo hata tutoe sadaka mamilioni kumwambia Mungu kwamba msamehe huyu mtu, msamehe huyu mtu. Kwa sababu maandiko yameandikwa hapa, anatakiwa afanye uchaguzi kabla ya kufa. Uchaguzi unatakiwa kufanyika wakati yu hai, si amekufa. Na akifa hakuna kinachoweza kubadilisha. Huruma ya Mungu ipo, lakini huruma hiyo iko sasa kabla hujaondoka. Mungu anataka aone utii wako wakati upo duniani. Hapa duniani ni mahali pa matengenezo kwa ajili ya kwenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo anakuleta hapa duniani, kwa anataka kwamba ukae katika hali ya kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kule mbinguni ni mahali patakatifu, ni mahali pazuri. Kwa hiyo anataka ukae hapa utengenezwe, ndicho anachotaka. Kwa hiyo atakayekubali matengenezo ya kimungu ataingia kule kiurahisi, lakini atakayekataa, atakayeliharibu hekalu la Mungu, hawezi kuingia, maana atakuwa mchafu. Kwa hiyo hapa duniani ni kama kwenye kiwanda cha matengenezo, kiwanda cha kupimwa nidhamu, kwamba je, huyu atafaa kuingia kwangu? Kwa hiyo kama ukikubali kutengenezwa na kuchongwa, ndio huko sasa kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana ukimwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jina lako linafutwa katika kitabu cha hukumu, linaandikwa katika kitabu cha nini? Cha uzima. Na jina lako likiandikwa kwenye kile kitabu cha uzima, sasa wao unakuwa ni miongoni mwa watu wanaokwenda wapi? Wanaokwenda mbinguni. Maana yake utakaa, utajiepusha na vitu vibaya. Vile unavyojiepusha na vitu vibaya, ndio unachongwa, ndio unasafishwa, sasa unawekwa sawa sawa kwa ajili ya kuingia mahali patakatifu, kwa ajili ya kuingia ile ikulu kuu ambayo haipo duniani bali iko mbinguni, mahali ambapo maandiko yanasema kinyonge hakitaingia. Kinyonge ni kitu gani? Kile ambacho kimeshindwa kuwa na nguvu hapa duniani, yule ambaye ameshindwa kuishinda dhambi. Unajua aliyeshinda dhambi ni mtu ambaye huyo sio mnyonge, maana yake ni mtu mwenye nguvu. Ameishinda dhambi, akatembea kama Mungu anavyotaka, na kama ametembea kama Mungu anavyotaka, basi huyo mtu anakuwa sio mnyonge, bali anakuwa ni mtu mwenye nguvu. Kwa nini ni mtu mwenye nguvu? Kwa sababu ameshindana na kitu chenye nguvu. Kumekuwa na mapambano. Unajua dhambi pia ni pambano. Dhambi ni kitu fulani ambacho
ambalo ukipambana nalo ni kama ni roho ambayo ukipambana nayo unapambana nayo, unapambana kila siku, unapigana nayo. Ukitembea huku unaikuta unasema hapana sitaki, ukienda huku unakuta ndio unasema hapana sitaki, ukienda na huku unakuta nabisha unasema hapana sitaki, ukienda upande mwingine, ukienda Mwanza unakutana naye unapambana unasema hapana sitaki, ukienda Dar es Salaam unakutana na dhambi hii unasema hapana sitaki. Sasa ile hali ndio hali ya mapambano na mapigano. Ikifika mahali umeishinda na ukapa katika hali ya kuishinda, wewe unakuwa na nini? Na nguvu. Wewe unakuwa na nguvu. Lakini kama ukishindwa na dhambi, wewe unakuwa ni mnyonge, unakuwa ni dhaifu. Kwa sababu dhaifu, mbinguni hawaendi watu dhaifu, wanakwenda watu wenye nguvu. Na watu wenye nguvu ni kina nani? Ni wale ambao wameishinda dhambi. Walioishinda dhambi, hao ndio watu wenye nguvu. Katika ulimwengu wa roho, watu wenye nguvu ni wale ambao wameishinda dhambi. Ndio watu wenye nguvu, ndio watu ambao wanao haki na stahili ya kuingia mbinguni. Hao ndio wenye nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa usifikiri maandiko yanasema wanyonge, kinyonge akiingia, usifikie pengine ni mtu labda bahati mbaya amepata ulemavu kusema yule mnyonge aingi. Si ulemavu huo yamkini ni bahati mbaya amekutana nao, lakini unaozungumzwa ni ule ambao wa hali ya rohoni, katika hali ya mapambano ya kushindana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Baada ya mapambano kuna unakutana na linda ushindi. Yakobo pia alikuwa wanapambana wanashindana mieleka. Yule malaika anamwambia niache, anasema sikuachi. Mpaka baada ya mapambano mengi ikabidi afanye nini? Ambariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo. Kama ukimwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaanza kutembea maisha sasa. Hayo maisha pia ya Yesu kuwepo ndani yako, lakini pia nakuwa ni maisha ya mapambano. Mnaanza kupigana mieleka na nani? Na dhambi. Sasa unapigana nayo mieleka. Inakuja namna hii, unajua kupiga mieleka, unapiga mtama inaanguka. Kesho tena inakuja tena. Kesho inakuja katika hali ya uzinzi. Unaanza kubana labda imeanguka. Wewe bado umesimama haijakuangusha. Kesho inakuja katika hali ya mchepuko tena. Unaanza kubana umepiga wao umeishinda. Kesho inakuja tena katika hali ya kubuya ugoro. Mnaanza kubana imeanguka umeishinda. Kesho inakuja katika hali ya ulevi. Mnaanza kushinda umeangusha. Kesho inakuja katika hali ya ushirikina au uchawi. Inaanza kupambana na wewe ili uwe mchawi au mshirikina. Umeishinda. Mwisho wa siku wewe unakuwa bingwa katika jina la Yesu. Na ukiwa bingwa, wewe sasa unakuwa mtu strong ambaye unaweza kuingia wapi? Kuingia mbinguni. Kwa hiyo ukifa, hakuna pepo ambalo litakuwa linakuzuia, kwa sababu umeshinda. Vile dhambi zote unapozishinda, ndivyo ambavyo unashinda falme zote na mapepo na majini kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu ndivyo pia vinavyoachilia roho ya dhambi. Na kama ndivyo vinavyoachilia roho ya dhambi, na ukiwa umeshinda hiyo, kwa hiyo ukifa unatembea kama ni Goliath, ni jitu likubwa. Unatembea kama ni jitu likubwa kwenye ulimwengu wa roho. Huyo unaingia zako mbinguni taratibu. Hakuna ambaye anakusogelea. Yaani nafsi yako ile hali ya ndani ndio inakuwa na nguvu. Umefanya nini? Umeshinda. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio hapo sasa unakuwa umefanya nini? Umeshinda. Na kama umeshinda, wewe unakuwa ni mtu mwenye nguvu. Wenye nguvu ndio ambao wanaweza kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Wale ambao wasio na nguvu, ndio hao dhambi ndio inapelekea mtu awe dhaifu katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana mtu ukitenda dhambi unatekwa na shetani, anakufinyanga, anakutonyanga, anakufinyanga, anafanya kama vile anavyotaka. Lakini kama Yesu yuko ndani yako, hawezi kufanya chochote anachokitaka, kwa sababu ndani unakuwa na nguvu nyingine. Neema ya Mungu inakuwa ndani yako. Kama unataka kwenda mbinguni, Mtanzania, kama unataka kwenda mbinguni, muamini Yesu leo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na uanze kutembea katika wokovu. Wewe Mkenya, kama unataka kwenda mbinguni, muamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na uanze kutembea kwenye wokovu. Wewe unanisikia Marekani, wewe unanisikia
wa Saudi Arabia na maeneo mengine. Kama unataka kwenda mbinguni, ni njia ni Yesu tu. Kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako ndiyo njia ambayo itakayo kupeleka mbinguni. Utapata nguvu ya kuingia mbinguni. Ukinda hapo ndipo jina lako litakuwa limeandikwa kule mbinguni. Hautakuwa kama jinsi ulivyokuwa. Geuka leo. Geukie Mungu ili kwamba uwe salama. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka yote. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea sifa na utukufu. Tunakurudishia utukufu kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka. Hakuna mwingine kama wewe. Tunakuja mbele zako wakati huu. Tunaomba neema tena na nguvu nyingine, na kibali chako kikapite. Weza wa nguvu na mamlaka yako Bwana ikapite na kujidhihirisha na kutawala kwenye maisha ya kila mmoja, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kila nguvu na kila roho na kila mamlaka ambayo inazuia watu kukaa kama vile Mungu anavyotaka, na ipindua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila roho, kila nguvu, kila mamlaka, kila uweza usipate nafasi kamwe, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninaomba ukapite na kutenda kazi na kujidhihirisha kwa viwango vingine katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ambaye unataka kuombewa pia, pengine ni mgonjwa pia, neema ya Mungu nataka ingie ndani yako, kwa sababu ya muda pia umeisha. Unayenitazama hata ulioko mbali, unasikia kwa mbali, au uliopo katika viwanja hivi, weka mkono mahali panapouma na kwenda kuomba kwa ujumla. Baba, katika jina la Yesu naomba neema na nguvu zako zikapite. Naomba rehema zako zikapite juu ya mtumishi wako ambaye anasikia sauti hii. Naomba nguvu na kibali na mamlaka yako ikapite, na roho ya uponyaji ikapite tena, na nguvu ya uzima ikapite kwake kwa viwango vingine, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kila nguvu na kila roho na kila uharibifu ambao umeachiliwa kwenye maisha yake, roho za magonjwa, roho za uharibifu, na zipinga na kuziharibu na kuzisambaratisha kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Kila utawala na kazi zote za shetani naziangamiza na kuzifutilia mbali kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Nguvu ya Mungu na iachilia ikatendeka